Harufu mbaya ya mdomo mara nyingi hutokana na bakteria wanaoishi kwenye mdomo, hasa nyuma ya ulimi. Bakteria hawa huvunja mabaki ya chakula, protini, mate na seli za ngozi, na hivyo huzalisha gesi zenye harufu mbaya kama vile volatile sulfur compounds, yani gesi za sulfur. Hii harufu mara nyingi huwa kama mayai yaliyooza au wakati mwingine kama harufu ya samaki au kitu kilichooza. Sababu kuu za harufu mbaya mdomoni. Zifuatazo ni sababu kuu 5 za harufu kali mdomoni. Namba 1, usafi duni wa kinywa. Kutopiga mswaki au kutumia uzi wa meno kuacha mabaki ya chakula na kuruhusu bakteria kuzaliana. Huku ikiwa namba 2, ulimi mchafu. Ulimi hasa nyuma unakuwa na bakteria wengi sana, hivyo usafisha ulimi pia. Namba 3, kinywa kukauka ama dry mouth. Mate kusababisha kuosha bakteria. Kukosa mate kwa sababu ya usingizi, madawa au kunywa maji kidogo huongeza harufu mbaya. Namba 4 ni chakula fulani. Vyakula kama kitunguu swaumu, kahawa, pombe hutoa harufu kali kwa muda mrefu. Namba 5 ni magonjwa kama kuoza kwa meno, matatizo ya fizi, vidonda vya koo au hata matatizo ya tumbo yanaweza kusababisha harufu. Njia bora za kuzuia au kupunguza harufu mbaya ni pamoja na piga mswaki mara 2 kwa siku au tumia uzi wa meno dental floss kila siku. Safisha ulimi wako, tumia kisafishio cha ulimi au mswaki. Kunywa maji ya kutosha kusaidia kusafisha mate. Epuka kuvuta sigara au kunywa pombe kupita kiasi. Tumia mouthwash inayoua bakteria. Nenda kwa daktari wa meno angalau mara 2 kwa mwaka kwa ukaguzi. Harufu mbaya ya mdomoni ni hali ya kawaida, lakini haitakiwi kukubaliwa kuwa ya kawaida. Kwa kuelewa chanzo chake na hivyo kuchukua hatua, unaweza kuwa na kinywa safi na pumzi safi kila siku. Usione aibu, upata suluhisho kwa afya bora ya mdomoni. Anza leo. Asante kwa kusikiliza. Usisahau kushiriki ujumbe huu kwa wengine. Kinywa safi ni sehemu ya afya njema ya mwili mzima. Ulikuwa nami Dr. Lucas, tukutane tena wakati mwingine.